Majina naitwa Bakari Mbwana Ali, afisa maendeleo ya vijana halmashauri ya wilaya Bagamoyo. Katika kuelekea maadhimisho ya siku ya vijana tarehe 12 mwezi wa 8, kama halmashauri tunayo furaha kubwa kujivunia mafanikio ya vijana wote ndani ya halmashauri yetu, kwani kwa namna moja ama nyingine tuna vipengele mbalimbali vya kuwezesha vijana, ikiwa ni miongoni mwa mafunzo pamoja na uwezeshaji wa mikopo na mitaji. Rai yangu kwa vijana wote kuelekea siku hiyo, wanakaribishwa halmashauri ya wilaya Bagamoyo kwa ajili ya kuendea fursa mbalimbali ambazo zipo. Miongoni mwa fursa hizo ni mikopo ya 10%, ambayo 4% ni mahsusi imetengwa kwa ajili ya vijana wote katika halmashauri yetu. Kwa majina naitwa Saida Rakatale, ni katibu katika kikundi cha Peace Youth Group, ambao sisi ni vijana tuliofadhiliwa na shirika la Okode, tukapatiwa mafunzo ya ujasiriamali, lakini pia mafunzo ya ufundi stadi, ikiwemo sisi ambao tulipata mafunzo haya ya ushonaji. Na baada ya kupata mafunzo hayo tukapata hizo elimu, lakini pia tukawezeshwa katika ofisi ya waziri mkuu, akatupa hizi cherehani ambazo tunashonea hapa. Lakini pia baada ya kutupa hizi cherehani, sisi kama vijana, kutokana na elimu tuliyopatiwa kule Bonga kupitia Okode, imetuwezesha sisi vijana tumejua kutafuta soko, lakini pia tumeunda group letu kwa kuanzisha vikoba. Vile vile tuna mpango wa kufungua kikundi chetu, kuchukua vijana wengine ambao wapo mtaani ili tuweze kuwaleta hapa waweze kujifunza kwa fursa tuliopatiwa sisi, na pia tutawashushia kwa punguzo. Ina maana kama sisi tulipelekwa kule vitu, lakini tunaweza tukawapatia labda punguzo la 50% kwa 50, tukaja hapa tukawafundisha, tukaendelea kukuza ofisi yetu, ikaendelea kuwa kubwa. Sisi ni vijana ambao tuliamua kujikusanya katika ofisi yetu au kikundi chetu eneo la stendi. Sisi tulianza kikundi hichi mwaka jana 2025 tarehe 18 mwezi wa pili. Kikundi chetu sisi tulikuwa kama watu 30, lakini moja ya mapambano na harakati za vijana kwenye kuunda kikundi, kwa sababu kikundi kinakuwa kina changamoto, tukajikuta mwisho siku tumebaki 13, ambapo mpaka leo sisi tupo. Tulijaribu kuunda huu umoja kwa ushirikiano na kwa tija kubwa, kwa lengo la kushirikiana na kusaidiana kwenye shida na raha. Lakini mbali na hilo, baada ya kuona kwamba kikundi kina manufaa, tukahitaji kutengeneza muonekano, taswira nje ya sisi wenyewe, tuweze kuonekana nje, kwa maana kwamba tujirasimishe kama vijana waendesha bodaboda. Tukaamua kuenda chuo ambapo tulienda kupata leseni, yani kwa lengo la kuwa na uendeshaji uliokuwa timamu na kamilifu. Lakini baada ya hapo tukaona kuna fursa halmashauri. Fursa hizi ambazo ni 10% ya mkopo wa halmashauri kwa vijana ambao wanajiendesha kwa kuangalia mantiki na maslahi ya maendeleo ya vijana. Kwa hiyo mkopo wa 10% sisi tulioendea mwezi wa kwanza, tulianza mwezi wa kwanza kufuatilia, kwa sababu ulikuwa na kidogo na vipengele vingi vya kufanya. Lakini rasmi kwenye mfumo tuliingia mwezi wa 3, ambapo hapo mfumo huu tulivyokuwa tumesajiliwa tukawezesha sisi kama vijana kwa ajili ya kupata pikipiki, kwa sababu lengo kubwa ni kujikwamua kiuchumi na kuondokana na pikipiki za matajiri, ambapo kiuchumi zinakuwa kidogo changamoto. Kwa hiyo changamoto hizi tumeweza kuondokana nazo baada ya kupata mkopo wa 10% kutoka halmashauri, ambapo ni pikipiki 10, moja hapo ni hii ambayo nimeikalia mimi kama katibu wa umoja wa vijana endesha bodaboda, ambapo imetuwezesha na inatuinua kutoka sasa mpaka tunapoelekea kwamba tuna hatua tofauti na tumebadilika, kwa sababu vijana wanatakiwa kubadilika na kupiga hatua moja baada ya nyingine. Kwa majina naitwa Bwana Adarus Mgeni Mzee, ni mkazi wa Bagamoyo, najihusisha na masuala ya uuzaji wa bidhaa za simu pamoja na simu. Tunashukuru kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mkurugenzi wa halmashauri wa mji wa Bagamoyo kwa kutujalia vijana kupata 10% ya mkopo, kutuwezesha mpaka sasa hivi na mimi na ofisi yangu tunazidi kupambana ili mazingira yaende sawa, na pia tunashukuru sana kwa sapoti, wanatusapoti mpaka tulipofikia hatua hii. Tunasema wazidi kutushika mikono ili tusonge mbele. Vijana ni kazi ya baadaye. Pia mnakaribishwa, tuko mkabala na stendi ya Bagamoyo hapa, tunauza vifaa vya simu na simu. Kwa pamoja tunaweza tulijenge taifa letu. Sisi ni wanufaika wa mkopo wa 10% kutoka halmashauri, na sisi tumepata tumepata kiasi cha shilingi milioni 22 kwenye mkopo wetu.
na sisi ni watu ambao tunajishughulisha na kilimo cha mboga mboga na matunda. Na hapa unavyotuona tumeingia sokoni, tumeleta mzigo wetu sokoni, tunauza pilipili hoho hizi hapa. Na kwa leo tu tumetoa wingi wa gunia kama 6 hivi za pilipili. Japokuwa sasa hivi pilipili bei imeshuka kidogo, lakini alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi tunaishukuru halmashauri ya wilaya Bagamoyo chini ya uongozi wa Mama Samia. Kwa kweli tumebahatika kupata mkopo. Na niwashauri pia vijana wenzangu wasichoke wala wasiogope kuja kuomba 10% za mkopo, kwa sababu ni kitu ambacho kipo na ni cha kweli. Na tukitumia vizuri, na sisi tutakuwa chachu kama wenzetu wa nchi za nje wanavyonufaika. Tunawaona Wachina wengi wanakuja kwetu, tunawaona watu wa mataifa tofauti tofauti wanakuja, tunaona kama wana hela nyingi sana, lakini kumbe na wao wanawezeshwa na serikali. Kwa sisi serikali yetu imeliona hilo na imeamua kutupa nguvu sisi kama vijana. Kwa tunamshukuru aliyetoa wazo hili, lakini tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais, tunamshukuru mkurugenzi wa wilaya ya Bagamoyo kwa kutuona sisi kama ni sehemu ambayo tunastahili kupata 10% ya mkopo. Kwa majina naitwa Msafiri Risasi, ni mwana kikundi cha Bagamoyo Uvisoza. Nini maana ya Uvisoza? Uvisoza ni umoja wa vijana soko la zamani. Sisi ambao mkusanyiko wetu tulikuwa hapa kipindi cha miaka 5 nyuma. Of course tulikuwa tunapitia magumu, tulikuwa tunapitia vitu ambavyo havieleweki, lakini kwa umoja wetu jinsi tulivyokuwa tumekaa tukasema kuna vitu inawezekana. Lakini bali sijazungumza vitu vingi, lakini tunaipongeza serikali yetu ya rais wetu pia Mama Samia, pia naipongeza halmashauri yetu ya Bagamoyo, mji wa kale, mji wa kihistoria, pia kwa kutuwezesha sisi vijana ambayo 2020 ambayo serikali yetu iliweza kutusaidia sisi kima cha shilingi milioni 4 kwanza, ikawa imetusaidia katika harakati zetu kama vijana, na pia tukaja kuchukua tena mkopo mwingine kitu nakumbuka milioni 7 ambayo kama mnavyoona sasa hivi tunajiendeleza nayo. Kama mlivyoona tunafanya shughuli mbalimbali umoja wa vijana soko la zamani, tuna masuala ya carvings na pia tunajishughulisha na masuala kama mnavyoona ya picha mbalimbali na utamaduni ambayo tunawakilisha nchi yetu ya Tanzania. Umeona, katika harakati hizo zote ambazo serikali imeweza kutuwezesha, tumeweza pia hata sisi wenyewe kuinua vijana ambao walikuwa nyuma yetu ya mgongo. Mwanzo tulikuwa kama watu 14, lakini mpaka sasa hivi tuko watu 40. Lakini kupitia hii fursa ambayo tumeipata kupitia serikali ya Mama Samia, pia imetuwezesha vitu vingi ambavyo vya kufanya. Na sasa hivi tumeweza kujiajiri wenyewe kama vijana na tunaisonga zaidi. Na tuna harakati kama mnavyoona ni picha, tuna vitu vingi hapa, tunatengeneza batiki, tunafanya idea ya carvings ambavyo vitu tofauti tofauti, tunatengeneza bracelets ambavyo watalii watakapokuwa wameingia humu ndani nao tunapata support kubwa kupitia serikali yetu. Na pia mchokuongezea labda serikali yetu pia iendelee kuongeza zaidi katika vijana kwa shikamana katika mji wetu wa Bagamoyo. Kama alivyoweza kutuwezesha sisi na kuweza kupata fursa ya ajira, tumejiajiri sisi wenyewe, basi naendelee kuwashika mkono baadhi ya vikundi vingine vilivyokuwa ndani ya Bagamoyo ili waendelee kupata sapoti, wasimame kama tuweza kusimama sisi. Asanteni sana, karibuni sana Bagamoyo, hakuna matata. Kama tunavyojua kwamba kila ifikapo tarehe 12 ya mwezi wa 8 tunakuwa na maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Na kwa mwaka huu 2026 tuna maadhimisho hayo ya siku ya vijana duniani, siku ya tarehe 12 mwezi wa 8 2026, ambapo kwa mwaka huu kitaifa inatarajia kufanyika mkoani Dodoma, makao makuu ya nchi, kwa kauli mbiu inayosema mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Kwa sisi halmashauri ya mji wa Bagamoyo tunaungana na ofisi ya Rais maendeleo ya vijana katika kufanya maadhimisho haya kwa kutoa elimu mbalimbali zinazohusiana na vijana, hususan fursa za kiuchumi. Na tukirudi nyuma kidogo katika mwaka wa fedha kuanzia mwaka 24-25 26 halmashauri imefanikiwa kutoa takriban milioni 974
kwenda kwa vijana kupitia mikopo ya 10%. Katika ile 4% ambayo inaenda kwa vijana, tumefanikiwa kukopesha jumla kiasi cha shilingi milioni 974 kwenda kwa kundi la vijana, na katika fedha hizi zimeenda kuwasaidia kujikwamua kwenye shughuli zao mbalimbali za kiuchumi ili kuweza kujiajiri. Kama tunavyojua sasa hivi vijana wengi wanapitia hiyo changamoto ya ajira. Kwa hiyo kupitia mikopo hii imeenda kuwasaidia kuweza kujiajiri na kujikwamua kiuchumi. Na tumeweza kuwakopesha takriban vijana 43 ambao katika vikundi vya vijana 43, ambapo katika vikundi hivyo vya vijana 43 vina wanufaika takriban 251, ambapo vijana wa kiume walikuwa ni 192 na vijana wa kike walikuwa ni vijana 59, ambao hao sasa wamekuwa ni wanufaika wa ile 4% la kundi la vijana. Lakini pia halmashauri ya Bagamoyo inafanya kazi na wadau mbalimbali, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kwa maana ya NGOs. Tuna taasisi kama vile ya CVM, kuna taasisi ya Okode, kuna taasisi ya B2JF, kuna taasisi ya Anjita, kuna taasisi ya Trulight. Hizi zote zimeweza pia kushirikiana na halmashauri na kuunga mkono jitihada za serikali katika kuwawezesha vijana kujikwamua kiuchumi na kuweza kujiajiri. Na taasisi hizi wameweza kutoa mafunzo, kuwajengea uwezo na kutoa mafunzo ya aina mbalimbali. Kwa mfano kama mafunzo kama ya ufundi mechanics kwa maana ya garage, lakini ufundi wa kufuma vitambaa kwa vijana wa kike, lakini vile vile wameweza kuwawezesha kuwapa elimu kuhusiana na masuala ya ufundi wa mabomba, kutengeneza kufuma, ushonaji, lakini wameweza vile vile kuwapa mafunzo ya urembo. Kuna vijana wameweza kufundishwa masuala ya saluni, masuala ya urembo, kupaka makeup, kutengeneza nywele, na takriban vijana 731 wameweza kupatiwa mafunzo haya. Na kati ya hao 731, 249 ni vijana wa kiume na vijana 482 ni vijana wa kike. Kwa hiyo ukiangalia katika kipindi hiki tumeweza kuwasapoti au kuwajengea uwezo vijana, kundi kubwa sana la vijana. Kuna vijana ambao wamenufaika kwa maana ya kuwezeshwa kiuchumi kupitia hii mikopo ile 4% ya vijana ambayo inatolewa na halmashauri kupitia mapato yake ya ndani, lakini pia kuna vijana ambao wameweza kupatiwa ujuzi ambao huo ujuzi sasa kwa namna moja ama nyingine umeweza kuwafanya wakaajiriwe na wengine kuweza kujiajiri. Na katika hawa ambao wamepatiwa ujuzi kuna wengine tumeweza kuwajengea uwezo na wamejiunga kwenye vikundi, na baada ya kujiunga kwenye vikundi tumeweza kuwakopesha tena hii mikopo ya 4% ya vijana ambayo wameweza sasa kuanzisha miradi yao na kuweza kujikwamua kiuchumi na kuweza kuleta mchango mkubwa sana kwenye jamii na taifa kwa ujumla. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa kuweza kutenga wizara rasmi ambayo inashughulikia masuala ya vijana, ambayo imekuwa na mchango chanya kwenye hizi halmashauri zetu na imekuwa ikitoa maelekezo, miongozo na fursa mbalimbali ambazo zimekuwa zikisaidia vijana. Na tunaungana pia na kauli mbiu ya Waziri wa Vijana ambayo inasema vunja itifaki tukutane site. Kwa hiyo na sisi Bagamoyo pia halmashauri ya mji Bagamoyo tunasema vunja itifaki tukutane site.